Habari za wakati huu mpenzi mfuatiliaji wa channel ya Ben Kuku Farm. Leo tunaendelea vipindi vyetu kuhusu ufugaji wa kuku. Kuna swali moja nilishawahi kuulizwa na huwa naulizwa mara nyingi, kwamba mtu anauliza ni namna gani anaweza kufanya, kwamba anaweza kaanza na mradi mdogo wa kufuga kuku wa kienyeji na kufikia malengo yake. Sasa leo nataka nijibu swali hili kupitia makala hii. Kama wewe nawe unahitaji kujua jinsi gani unaweza kaanza labda na kuku 10 na ndani ya mwaka ukawa na kuku 100, 150. Sasa hili darasa ni la kwako. Nifuatilie kuanzia mwanzo hadi mwisho ili ujifunze na ufanye, naamini utafanikiwa. Sasa moja kwa moja tunaenda kujibu swali letu kama ifuatavyo. Nimesema swali waliuliza namna gani unaweza, mtu mwenye mtaji mdogo anaweza kaanza kufuga kuku wa kienyeji kutoka hatua ya chini hadi kufikia malengo yake. Ndio swali ambalo tunalijibu kupitia video hii. Nifuatilie mpaka mwisho, utajifunza mambo mengi kupitia video hii ili uweze kutekeleza kwa uaminifu kabisa. Sasa leo nataka nitoe ufafanuzi kidogo ambao labda baadhi ya wafugaji unaweza ukawasaidia. Swala la kwanza, ili uweze kuwa na mradi wa ufugaji au ili uweze kufuga, inahitaji uwe na elimu ya kutosha kuhusu ufugaji. Yaani kabla hujaamua kuanza kufuga kuku, ni vyema ukatafuta maarifa ya ufugaji ili kuepuka na changamoto ambazo zinaweza zikajitokeza na kukukatisha tamaa. Elimu hizo zinazohitajika ni kwamba, moja, inatakiwa ujue jinsi ya kulea vifaranga. Elimu ya pili, inatakiwa ujue jinsi gani ya kutibu magonjwa ya kuku au kutambua kuku mgonjwa na ana ugonjwa gani, ikiwezekana na dawa gani ambazo zitatumika kutibu ugonjwa husika. Dalili za magonjwa inatakiwa uzijue mapema kabla hujaanza kufuga, na uweze kutenganisha kuku wazima na wagonjwa. Kitu cha pili, baada ya kuwa una elimu ya utunzaji pamoja na magonjwa, kitu cha pili unaweza ukaongeza elimu kuhusu masuala ya chakula, kwamba kuku wanahitajika umri gani, wanatakiwa kula chakula aina gani. Ikiwezekana ujue jinsi gani ya kutengeneza chakula mwenyewe ili kupunguza gharama zitokanazo na manunuzi ya vyakula vya mifugo. Pia utambue vile vyakula mbadala ambavyo vitakusaidia wewe kupunguza gharama za matumizi kwenye upande wa chakula. Hatua inayofuata, baada kuwa umejua vyote hivyo, inatakiwa uweze kuwa na banda bora. Yaani kwamba ujue banda bora lina sifa zipi na wewe uanze na banda bora. Sio kwamba lazima uwe na banda kubwa, utaanza na banda dogo kwa sababu utakuwa na kuku wachache. Baada ya kuwa mradi unaendelea kukua, ndipo unaweza ukaongeza, kutanua mabanda kulingana na mahitaji yako. Baada ya kuwa hivyo vitu vipo, kwamba una elimu, una banda, una vifaa kwa ajili ya chakula na maji, unaweza ukaanza ufugaji. Na kwa kuku wa kienyeji, kama unahitaji labda kwamba ndani ya mwaka uweze kufikisha labda kuku 100, basi unachotakiwa kuanza nacho ni kwamba unaweza ukatafuta kuku wako 10, yani matetea 10 na jogoo 1, ndio uanze kuwafuga hao. Na njia nzuri ya ufugaji ambayo mimi napendekeza, inatakiwa iwe nusu ulia nusu ndani, kwamba kuku wawe wanakaa kwenye banda, lakini wakati wa mchana unawekea fensi ambayo itakuwa inazunguka banda au upande wa mbele wa banda lako, kwamba washinde ndani ya fensi, wasizurule mtaani. Kwa kuwa kuku wa kienyeji wanapenda sana kucheza na kujitafutia chakula, ile itasaidia kupunguza gharama za chakula. Pia itapunguza zile maambukizi ya magonjwa kutoka kwa kuku wa majirani. Baada kuwa hapo umechukua jogoo lako 1 na kuku tetea 10 ambao wamefika umri wa kutaga, utakapoanza kufuga, ina maana utaanza kufanya nini?
kufuga, na muda ambao kwamba muda mfupi baada ya hapo kuku wataanza kutaga. Hakikisha banda ambalo umeweka kuku wako, kama ni kuku 10, basi utatengeneza robo 3, idadi ya viota ndani ya banda iwe robo 3 ya idadi ya kuku. Mfano kuku 10 unaweza ukaweka viota vyako 7, ili kuku watakapoanza kutagia kila mmoja achague sehemu ambayo anataka yeye au atakayoona kwamba ni nzuri kwa ajili ya kutagia. Kuku watakapoanza kutagia, fuatilia utagaji wao. Ikiwezekana kuku wakitaga, mfano kiota kimoja yakifika mayai 3, basi utayaacha hayo. Yale mayai ambayo yatakuwa yanaongezeka baada ya yale 3 utakuwa unayatoa. Na ni vizuri yale mayai yanavyokuwa yanatagwa uyaweke tarehe ya kutagwa, ili unavyokuwa unatoa uwe unajua kabisa hili yai lilitagwa tarehe fulani. Hiyo itakusaidia mbele ya siku. Kuku watataga kulingana na idadi itakayo kuwepo. Ikitokea labda kuku 5 ndio wanaotaga au 6 ndio wanataga, basi utaacha watage. Mwisho wa siku wakisha taga, ukiona kuku mwingine ameanza kulalia mayai, basi utatoa yale mayai ambayo yapo, utaweka mayai ya bandia au mayai ya kisasa, kwamba kuku alianza kulalia alalie mayai ya kisasa, wakati yale mayai yake umeyatoa na kuyahifadhi pembeni. Hii utafanya hivyo kwa kuku wote hadi watakavyofikia labda kuku wote 6 wanaatamia. Baada ya hapo, hao kuku 6 ambao uliowekea mayai ya bandia, basi utawabadilishia mayai na kuwawekea mayai yao kwa siku moja. Na muda mzuri wa kuweka mayai ni usiku. Mfano ile saa 1 giza limeshaingia, basi utakuwa unatoa yale mayai unawekea mapya. Lakini hakikisha mayai utakayowekea kwa muda huo ni yale ambayo hayajazidi siku 10 toka yatagwe. Lengo la kufanya hivi, kuwawekea mayai siku moja, tunachotaka ni kwamba tuwe tuna vifaranga wengi kwa siku moja, ili wale vifaranga, kama itawezekana ukawa na elimu ya kutosha kutunza vifaranga, uje uvitunze wewe badala ya kusubiri kuku atunze. Utarudisha mayai kwa wale kuku wote 6 kwa usiku mmoja, ndipo waanze rasmi kulalia mayai yao. Lakini hakikisha mayai ambayo umeyawekea ni yale mayai ambayo hayajazidi siku 10 au hayajazidi siku 14, ili uwe na uhakika wa kupata vifaranga wengi, kwa sababu yai linavyozidi kukaa siku nyingi linapoteza ubora. Hivyo ukichukua yale mayai ambayo hayajazidi siku 10, kuna uhakika, kama yai lina mbegu, kuna uhakika wa kupata vifaranga wengi, tofauti na ukichukua yale mayai ambayo yalikuwa yamekaa muda mrefu, yale yalikuwa mwanzoni kabisa kutagwa. Baada hapo utawarudishia yale mayai ili waanze kulalia. Kama utakuwa na banda lingine special, basi kuku wale ambao hawatagi kwa muda huo unaweza ukawahamisha wakakaa banda lingine kabisa, ili hao kuku wanaolalia wasisumbuliwe na kuku ambao wanataka kutaga kwa muda huo. Ila kama ndo unategemea banda hilo moja, inabidi sasa uwe una kibarua, ambacho kibarua hicho kwamba kila siku uwe, kama uliweka mayai 10 kwa kila kuku, uhakikishe kila siku jioni unaenda kukagua kama kila kuku ana mayai 10. Ikitokea kuna yai limeongezeka, basi yai ambalo litakuwa halina alama, ujue siku hiyo kuna kuku mwingine ameingia pale, ametaga sehemu ambapo unatakiwa kulitoa na kulikusanya pembeni. Ila kama utaweza, basi kama utakuwa ulikuwa na banda lingine, basi kuku wale ambao hawajaanza kulalia, ambao hawajaanza kutaga, wale 4 waliobaki, basi utawahamishia banda lingine, watakaa huko. Alafu kuku hao wanaolalia sasa utawasogezea chakula na maji muda wote, kwamba akitoka kwenye mayai akikute chakula ale haraka arudi kwenye mayai. Baada ya siku 21 kuku hao wataangua vifaranga. Kwa hiyo kama uliweka mayai 10 kwa kuku 6, yalikuwa mayai 60,
ukapata vifaranga mfano labda ni 54 au 56, vile vifaranga ile siku ya 21 unaweza ukavigawa kabla kuku hajatoka ndani ya mayai. Kuna baadhi ya kuku unaweza ukawahamishia vifaranga na kuwapatia kuku wawili ndio watunze vifaranga hivyo. Hawa wengine ukaweka kantini wakakaa bila vifaranga, mwisho wa siku wataanza kutaga upya. Ila kuku hawa wawili watakusaidia kutunza vifaranga hao. Ila kama una elimu ya kutosha kuhusu kutunza vifaranga, ile siku ya 21 unaweza ukavikusanya vifaranga vyote kabla kuku hajatoka na kuwawekea mayai mengine. Sasa haya mayai itabidi ununue, mfano kuku chotara, yale mayai ya kuku chotara au ya kienyeji kama yanapatikana ya kutotolesha, kwamba ukahamisha vifaranga kabla kuku hajatoka pale kwenye mayai, ukahamisha usiku vifaranga vyote ukaenda kuvipeleka mbali. Hakikisha unakoenda kuvitunza vitakuwa vinavyolia, kuku wale hawasikii kabisa sauti za vifaranga. Ukawabadilishia ukaweka mayai mengine, wataendelea kulalia siku 21 zinazofuata. Ila kama hutafanya hivyo, basi unaweza kuwaachia kuku wawili ndio watunze, hao wengine ukawatoa wakaanza maisha ya kawaida, ili baada ya wiki 2 hadi 3 wataanza kutaga tena. Vifaranga wale utawatunza vizuri sehemu ambapo kwenye bluda utakuwa umeandaa bluda yako kwa ajili ya kutunzia vifaranga, ambayo kama wewe ndio utatunza, sio kuku mzazi, wewe ndio utatunza, basi lazima uwe na bluda. Jinsi ya kutengeneza bluda, video ipo kwenye description hapo, utaiona, unaweza kaangalia na kujifunza jinsi gani utatengeneza bluda na bluda inakaeje. Kwa hiyo kwenye bluda mule utaweka chanzo cha joto. Chanzo hicho cha joto kinaweza ni umeme, taa za chemli au majiko ya mkaa au vyungu vya kutunzia vifaranga. Hakikisha mwezi mmoja wa kwanza vifaranga hawa wanapata chakula bora aina ya starter, ili waweze kukua kwa haraka. Kwamba chakula aina ya starter pamoja na maji kila siku yawe ni uhakika yanapatikana masaa yote. Wakati huo hivi vifaranga vinahitaji chanjo. Chanjo usipuuze. Ratiba ya chanjo itakuwa kama ifuatavyo. Siku ya 7 unatakiwa vifaranga hivi uvipatie chanjo ya kideri ya kwanza. Siku ya 14 utavipatia chanjo ya gumboro. Siku ya 21 utavipatia chanjo ya kideri ya marudio, na siku ya 28 utavipatia chanjo ya gumboro marudio. Wakati siku ya 35 au hadi 40 hapo utawapatia chanjo ya ndui. Baada ya kufikisha miezi 2 vifaranga hawa watakuwa wameshakuwa wakubwa kubwa, ndipo utakapowapatia dawa za minyoo. Hivi vitu usivipuuze, kwa sababu haya magonjwa, hizo chanjo ambazo tumezitaja hapo ni kwa ajili ya magonjwa ambayo yanasababishwa na virusi, ambayo yakitokea vifaranga wako au kuku wako wamepata, huwa kuwatibu ni ngumu, kwa sababu virusi havina dawa ya uhakika kwa ajili ya kutibu. Hivyo ratiba ya chanjo usiipuuze. Baada ya kufikia mwezi mmoja au vifaranga kuota manyoya, ndipo utaviandalia banda lao kwa ajili ya kuishi na kuvitoa sehemu ile ya bluda. Wataanza maisha ya kawaida, kwa sababu muda huo watakuwa manyoya yameshaota, hawahitaji tena joto. Lakini kipindi kile wako kwenye bluda kuanzia wiki ya kwanza hadi ya 4, kwenye bluda pale lazima joto liwe la kiwango sahihi kulingana na umri au wiki. Wiki ya kwanza joto mara nyingi tunahakikisha ni 31 hadi 33. Wiki ya pili unaweza kuweka 30 hadi 27. Wiki ya 3 23 hadi 26, na wiki ya 4 itakuwa joto 22, ambalo ni joto la kawaida katika mazingira mengi ya hapa Tanzania.
ndipo baada ya hapo hakutakuwa na uhitaji wa chanzo cha joto ndani ya banda. Lakini kwenye utunzaji lazima uwe makini. Na umakini nakiwa kila siku unapoenda kulisha, angalia vifaranga wako kama wanachangamka au wamenyong'onyea. Kama watakuwa wamechangamka basi wazima, na kama ikitokea ukaona kuna wengine wamenyong'onyea au hawachangamki, tambua hapo inawezekana wakawa na magonjwa. Na njia za kuangalia magonjwa unaweza kuangalia kupitia kinyesi na uchangamfu wao. Lakini kama ikitokea hawa vifaranga wanapata joto lililozidi, pia wanaweza kanyong'onyea na utakuta wanakaa mbali na chanzo cha joto. Wakati vifaranga hawa wakiwa wanapata joto la kutosha, utakuta wametawanyika sehemu zote za hiyo bluda, na kama joto halitoshi basi vifaranga wengi utakuta wamekusanyika karibu na chanzo cha joto. Ujue kabisa hapo joto halitoshi, unatakiwa kuongeza. Kuwa makini sana katika utunzaji wa vifaranga, kwa sababu vifaranga hao ndio watakao kusaidia wewe kufikisha malengo yako kulingana na mtaji wako. Baada ya miezi miwili vifaranga wako watakuwa wameshakuwa wakubwa, wanachangamka, na kama ukikuta mazingira yanaruhusu, unaweza kaanza kuwatoa wazoee na nje, na pia kuwalisha vile vyakula mbadala, mfano mboga za majani, azola na mimea mingine ambayo inatumikaga kama chakula mbadala, ili kwa ajili ya kuboreshea kinga zaidi. Lakini kumbuka, katika ufugaji wote kuanzia siku ya kwanza, hakikisha na vitamini, kuna baadhi ya siku moja moja angalau wao wanapata multivitamin. Zile multivitamin huwa zinawasaidia kuwaongezea kinga za miili ili kupambana na magonjwa. Watakapofika miezi miwili tumesema kwamba utawatoa kwa ajili ya kujichanganya, na muda huo utakuwa tayari una vifaranga wengine kwa kuku wale waliokuwa wamebaki, na mzunguko utafanya kama ulivyofanya hawa kuku wa mwanzoni. Ukifanya hivyo na ukawa makini kwenye kulisha, mwaminifu kabisa, na kama ikitokea ugonjwa uko makini, basi ndani ya mwaka utajikuta unafikisha malengo ya kuku 100 na zaidi bila usumbufu wa aina yoyote. Lakini hakikisha kwenye masuala ya kutibu kuku au kufuatilia hali halisi za afya ya kuku uko makini sana, na hiyo itakupelekea wewe kujua magonjwa mapema na kuyatibu. Kwa sababu mara nyingi ukichelewa kujua ugonjwa ukawa kuku amezidiwa, sawa, wanaweza kapona, lakini kuna uwezekano baadhi ya kuku wakafariki kwa sababu umechelewa kujua magonjwa walionayo. Hivyo ni ukuwa makini katika ufugaji zile hatua za mwanzoni kabisa. Hivyo itakusaidia wewe kufikisha malengo yako. Karibu katika channel ya Beni Kukufahamu. Kama ni mara kwanza kuingia katika channel hii, gusa neno subscribe liko chini ya video hii. Pia gusa kengele itakayojitokeza. Hii itakusaidia wewe kupata notification kila tuwekapo video mpya. Pia itatusaidia sisi kujua wangapi wanafuatilia video zetu na kujifunza, ili tuendelee kuweka video zingine kwa ajili ya mafunzo zaidi. Unaweza ukashare na marafiki link ya video hii ili nao wajifunze jinsi gani wanaweza kaanza na mradi mdogo wa ufugaji wa kuku wa kienyeji na kufikia malengo yao kulingana na ule uwekezaji wao. Pia kama una swali lolote kuhusu ufugaji wa kuku na dawa za asili, unaweza ukatuandikia hapo kwenye comment. Sisi tukiona comment yako tutakujibu haraka iwezekanavyo. Karibu sana Beni Kukufahamu. Namba za mawasiliano ni 0746124684. Ukihitaji kuungwa kwenye grupu, basi save namba hiyo ambayo ni 0746124684. Tuma message kupitia WhatsApp. Andika neno lolote kwenye message. Baada ya kuandika tu message, utapata linki ya kujiunga kwenye grupu letu la ufugaji wa kuku. Asante sana.